Take one and action. You're beautiful. Do you know that? Somehow, yes, I do. Are you dating anyone? Since umeachana na baba mtoto wako? Nipo tu. Upo tu? Na okay, kuna vitu vingi ambavyo vinaongelewa kuhusu wewe, na wewe ndio mtu ambao kuongea kwamba ni kweli ama sio kweli na vyovyote vingine. Na nafikiri ni vitu ambavyo hata kwenye social networks unaviona, lakini it's time for you to clarify na kusema labda this is it or this is not. Inasemekana, lakini siwezi kujua kama ni kweli ama si kweli, kwamba una mahusiano ya kimapenzi na Steven Nyerere ambaye alikuwa ni mwenyekiti wa Bongo Movie Club. Unasema nini kuhusiana na hilo? Siwezi nikaongea chochote juu hilo. Why? Kwa sababu huwezi kumzuia binadamu kuzungumza, right? Huwezi kumzuia mtu kuongea. Hata ambapo utasema hapana, lakini yeye akiamua kusema ndio, atasema tu ndio. Na zama mimi sidhani kama unaweza kucontrol midomo ya kila mtu. Hata kama nikishout sasa hivi hapa nikajibu, haito make sense. Why? Kwa sababu kama wameamua kuongea, siwezi nikawanyamazisha. Lakini they say let it talk so it can pass. But when you unapojaribu kuzozana na mtu, yani funika kombe mwanaharamu apite, maybe I can say that. Nyamaza ili yaishe. Lakini unapozungumza na wewe ukazungumza, unapojaribu kubishana na mjinga, basi na wewe pia ni mjinga. Kwa siwezi nikampa mtu another topic ya kuiongelea. Kwa na iacha hivyo hivyo kama ilivyo. Kwamba watu wajue ni kweli. Kila mtu anaongea lake. Wapo wanaosema ni kweli, wapo wanaosema ni uongo. Waache wazozane wao. Lakini usingependa kuiongelea vizuri. Actions zitaongea. Actions zitaongea? Yeah. Actions zipi? Kwamba labda mkionekana pamoja. Matendo yatasema. Na mlishawahi kuenda sehemu pamoja, labda wewe na Steve uhusiano wenu ukoje? Mimi, this is me now asking. Like, are you guys friends? Yeah, we are. Good friends. You are friends? Kabisa. Na mnakuwa pamoja muda mwingi? Yeah. Na okay. Ameshauri vitu vingi na nisaidia mengi sana. Yeah. Ameshawahi kukuapproach, kukutaka kimapenzi? Zama, he's my friend. Ameshawahi kukutaka kimapenzi? No. Hajawahi? Na okay. Kwa hiyo ni urafiki tu ambao upo na nothing more. Labda kuwa naye karibu kumeshawahi kukuathiri kwa namna moja ama nyingine, like kama hivyo watu wanaongea, I know that kisha kutokea tukio ambalo limetokana na ukaribu wenu, kwa maana you guys are close, kila mtu anaongea kivyake, kiasi kwamba inaweza ikasababisha madhara kwa namna moja ama nyingine katika watu ambao wanaongea. Imeshawahi kutokea chochote? No. Japokuwa naona watu wanaongea kwamba ulikuwa sehemu fulani na fulani, ikatafsiriwa hivi, nikajajiwa, nikasemwa. Yapo mengi ambayo yanatokea. Imeshawahi kuwafanya nyie mwe tofauti? As in baada ya kuongelewa labda mkaogopa mkasema you know what, hebu let's be apart kidogo ili haya maneno yaishe yapite. Kama kuna kitu ambacho kilikuwa kinafanywa ambacho ni kosa, basi tungekuwa apart. Lakini kama kitu ambacho kinaendelea, it is not wrong, then haina haja ya kupanic. Na okay. Na hatujawahi kugombana kwa sababu ya maneno ya watu. Na okay. Unamzungumzaje Steve? Steve ni mtu wa aina gani? Steve ni mtu mmoja wa kujitoa, charming, anayejali, ana focus kwenye maendeleo, ana potentials. Kuna a lot, yani sijui inaweza nikamweka kwenye group la mtu gani. Sijui group gani ni mweke. Na friendship yenu ilianzaje? As in mlianzaje mkakutana, yani mpaka mkajikuta mmekuwa close that much? Nazungumzia friendship. It was a very long time ago, something like 2 years ago. 3. This is 2015. 3 years ago. No, okay.
It just started. Alinitafuta kwa ajili ya a certain movie. Nikawa sijafanikiwa kuifanya kwa sababu nilikuwa sipo mkoani. So ikaenda. Alikuwa na my number, akawa amenitafuta for a certain interview, ilikuwa ya nje. I don't remember ilikuwa ni television gani, lakini ilikuwa ya nje. Akawa amenitafuta, akaniconnect na wale watu. Yaani tulikuwa na sio karibu kusema ukaribu, lakini ilikuwa ni ile zama kuna issue 1 2 3. Yeah, I'm sure inaweza kukusaidia. Yani. Yeah, hivyo. So 3 years ago tulijuana kwamba okay, I'm Steve, you're Amwelo. Na okay. Na what about the wife labda? Mke wake alishawahi kuleta matatizo ama wewe na mkewe mna mahusiano gani? Siwezi kuzungumzia privacy ya mtu. Yeah. No, like you guys talk. Yani nikishajibu hilo tutakuwa nimemwongelea naye kitu ambacho siwezi kufanya. No. So umemwongelea Steve. Steve is not here. Yeah, Steve is not here, but he's my friend. So mke wake sio rafiki yako. Mimi na wewe we can meet nje ya camera, nje ya on set, nje ya take one. Na tukakaa tukaongea. Lakini kwa mtu ambaye naweza tukasema hello, huwezi ukasema ni rafiki yangu kwa sababu hujui zama mimi kuna vitu navijua vya kwako na kuna vitu wewe unavijua vya kwangu. Lakini kama sijui hata kitu kimoja kuhusu wewe, siwezi nikakuita my friend. Kwa sababu friendship matters. You need to have a lot in common. You need to have a lot sociable between the 2 of you or the 3 of you or whatever the number. Mnahitaji kujuana ndio mnaweza mkaitana friends. Lakini kama hamjuani, there's no point of calling each other friend. Na okay. So sio rafiki yako. Ndio maana nikasema siwezi kumuongelea mtu. Hii kuongelewa mpaka watu wanaongea kwa sababu sometimes mtu akiongea it's good unapokuwa wewe unasema na kila mtu ajue kwamba ni hivi na hivi na hivi, lakini as you say kwamba umeacha watu wafikirie vile ambavyo wanafikiria. Lakini katika watu ambao wanafikiria kuna vingi ambavyo vinaongelewa, na natamani kujua kwamba mke wake hajawahi kuleta tatizo lolote kuhusiana na hilo, hajawahi kukuuliza chochote. You're not socializing, kwa hiyo siwezi kujua chochote kuhusu mkewe. Yeah. Na okay. Take 1 and action. Unapenda mwanaume aina gani? Yaani wewe kama Welo. Sijui. Kuna vitu vingi ambavyo wewe unaweza kuvitaka au unaweza kuvihitaji, lakini hamna mtu perfect. Kwamba akawa na kila kitu wewe unavyokitaka, kwa sababu I'm sure every dream of a woman out there is to have an angel. Kwamba innocent, doesn't cheat, doesn't do this, doesn't do that, doesn't do this. Lakini ukija kucombine vyote, that's an angel. And they don't exist in this world. Kwa hiyo, all I need is love, care, affection, someone who is there with me, ready to make a step with me. That's all. Who love me and who I am, which is Mama Vale, and not me as well. Kwamba akupende kama anakupenda, akupende wewe na ajue kabisa wewe ni mama ambaye una mtoto, na akubali kabisa kwamba wewe una mtoto na akupende chako pia. I respect kwa sababu I can never choose a man out of my child. Never. Kwamba mwanao ndio priority, right? She comes first in everything. Okay. You said you are not dating, right? Are you dating? Yes, I'm dating. You're dating. Mwanaume ambaye unaye anamjali mtoto wako? He's there for me. Na wala si regret kuwa naye. Na wala siko disappointed kwa kitu chochote kile from him. Yeah. So anamjali na hicho ambacho unasema kwamba ajue kabisa kwamba wewe ni Welo. Wewe sio Welo, wewe ni Mama Vale ambaye una mtoto. Na anaheshimu sana. Na anaheshimu sana hilo. Yes. Na okay. Na kwako wewe mapenzi ni pesa au kupetipeti? Kwangu mimi it's not pesa. Pesa inakuja na kuondoka. Kama ni pesa basi nadhani tutakuwa tunabadilisha wanaume kama madaladala. Lakini kwangu mimi it's all about affection. Na okay. Yes. And you get that from your man? Yes. 100%. 200 I can say.
Na okay. Mwanamume wako ni mtu wa aina gani? Huyo. Sijui. Hivi naweza nikamweka kwenye group gani? Sijui category ipi inamfaa. Sababu unajua kila category ina sifa zake. Yeye ana sifa nyingi. Sasa siwezi kuchukua nikazi combine zote afu nikaziweka in one, but he suits me and he's doing me good. Kwao. Mwanaume ambaye anajali, yuko there, supports me, ananisaidia kusimama, ananisaidia kumeka step. Ni mwanaume, sijui, I don't know what to say about him, but he's a perfect man. That's all I can say for me. Now, is there any challenge ya mfano msichana akizaa, let's say, kwamba you're a mother, I'm a mother too, lakini labda siko kwenye hiyo situation ambayo labda upo kwamba you're dating mtu tofauti na mtu ambaye uko naye, ambaye umezaa naye. Is there any challenge kwa msichana ambaye uko na mtoto wako alafu una date mwanaume ambaye sio baba wa mtoto wako? Kuna challenge yoyote? Na kama kuna challenge, labda ni challenge zipi ambazo zipo? Kwa upande wangu mimi sijazi face, labda kwa sababu nimefanikiwa kumpata mtu ambaye hajaweza kunipa hizo challenges. Siwezi nikasema challenge yoyote kwa kweli, lakini labda kama utapata mtu ambaye si sahihi, nahisi utavurugwa. Na nahisi kichwa chako kitakuwa blasted, lakini for me, namshukuru Mungu. Ulisha date before huyo ambaye uko naye sasa hivi? Hapana. As in baada ya baby daddy, labda kuna mtu mwingine mpaka katikati ambaye ulimdate? No. Ndio maana nasema nashukuru Mungu kwa hiyo. Yeah. Na mtoto anampenda baba? Ni baba? Oh, good. Oh, uncle. Huyu anaitwa Welo Sengo, kusimama kama babake. Yeah. Anaitwa Welo Sengo ambaye tuliongea naye kipindi cha nyuma sana kabla hajawa mama. Sasa hivi she's a mother wa mtoto mzuri tu wa kike ambaye anaitwa Valencia, na ameweza kuelezea hayo ambayo ameweza kuelezea na tumeweza kuongea naye. Ingekuwa ni dhambi kama nisingemuuliza swali ambalo labda huenda na wewe mwenyewe unalo kichwani. Maana kuna maneno mengi ambayo yanapita na yanasemwa kwamba kuna mahusiano yake ambayo yapo yanaendelea na Steve Nyerere. Ameweza kuyaongelea na ameweza kuongea hivyo ambavyo yeye ameongea, lakini zaidi kuhusiana na kazi. Kuna kazi ambayo inakuja inaitwa Mwana Harusi, kuhusiana na kazi ambayo yeye anaithamini mpaka kesho kutwa, ambayo ni Matilda, na ndio kazi ambayo ilimtambulisha kwenye tasnia. Na nafikiri umeweza kufanikiwa kumjua hata kidogo tu kupitia hii interview ya siku hii ya leo. Mimi naitwa Zamaradi Mketema, lakini huenda yeye mwenyewe ana kitu cha kumalizia kwa hii siku. Nataka nimpe 1 minute ya kuongea chochote kile ambacho anajisikia. Hivyo kuna kitu chochote ambacho hatukijui kuhusu wewe? Anything ambao hatukijui kuhusu wewe? Hilo swali labda lilikuwa linafaa wakati wa mimba, ambapo sikuweza kumruhusu mtu yoyote yule ajue kwamba I'm pregnant. Lakini for now, no. Ulificha? Sio kwamba nilificha, sema tu nilikuwa settled. So I wasn't jumping around, sikuwa na post my pics, sikuwa. Basi tu yani, I just wanted it to be a surprise. I just wanted it iwe hivyo. Mtoto wako ana umri gani sasa hivi? Ana mwaka? Yeah. Amefikisha mwaka na? Yeah. Okay. Na mwanaume uliokuwa naye labda mlikuwa mmewana ama ulikuwa mko kwenye uchumba, boyfriend and girlfriend, ama ilikuwaje? Namzungumzia baby daddy. Tulikuwa kwenye uchumba. Hamkuwa kwenye uchumba? Tulikuwa kwenye uchumba. Mlikuwa kwenye uchumba. Yeah. Lakini ndio mkashindwana. Yeah. So ume move on na me move on. Yeah, na maisha yanaendelea. Kabisa. No regrets. No pain. No missing him. No gain. Kabisa. Kabisa. Why? Straight up. Kabisa. Straight up. Why? Why? Kwa sababu life is going on. Ni wewe ndio uliamua ama ni yeye ndio aliamua? Ilibidi tufikia conclusion kwamba listen. Take your 50, I take my 50. Kwa sababu kiukweli asilimia zinatofautiana. Kwa that means huwezi kuchanganya maji na mafuta. You can't. Fahari wawili hawezi kazi moja. Na mlidate for how long? 5 years. 5 years. Okay. Mmezaa ndo mkaamua kuachana. Yeah. Wow. Anyways, nafikiri umeweza kumsikia yeye mwenyewe, na yeye ndo ana majibu ya maswali yote hayo, na ameweza kukujibu vile ambavyo ameweza kukujibu. Shukrani sana kwako
lakini vile vile kama kuna mtu ambaye ungependa tuwe naye kwa wiki ijayo, kupitia namba yangu hiyo 0787 878739 nitumie, alafu niambie ni nani ambao unatamani kumuona kwenye Take One wiki ijayo. Kumbuka tu tuko kwenye interview session, na tutakuwa tuna interview watu tofauti tofauti, na pia si vibaya ukiniambia unatamani kujua nini kutoka kwake. Lakini mwisho wa siku, shukrani kwa Raymond Charles, bila kumsahau Junior Sayaru na wote ambao wameweza kufanikisha Take One kwa siku hii ya leo. Nikutakia utazamaji mzuri wa vipindi vinavyofuata, na endelea kuangalia Clouds TV. Naitwa Zamaradi. Take one and action.